Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Dafoka kutokea Tumaini TV. Ushafahamu kwamba mida yetu ni ile ile tu na muda ndio huu hapo. Ushachukua remote yako umewasha 470 kisimbuzi, ni Azam, channel yetu ni Tumaini TV. Tuko zetu shule sekondari Mwenye Heri Anuarite hapa Dar es Salaam. Bado tupo kwenye jiji letu hili. Bana, moja kati ya vitu ambavyo unafahamu ni kwamba Funguka ndo segment yangu ya kwanza ambayo naanza nayo. As said, maswali ni mepesi sana lakini ni kama wanafunzi wao wanawakimbiza fulani hivi. Ukurasa wangu wa Instagram ni official_Dafoka DAFOCA. Nyuma ya kamera niko na director wangu Ndomba. Shughuli yetu sisi ni kuhakikisha kwamba unapata update zote kutokea hapa Mwenye Heri Anuarite Sekondari, kuona namna gani Funguka uso kwa uso, darasa huru na kituo kinachofuata. Of course me I'm good to go. And I'm sure my director is good to go. Tuko tayari kwenda humo ndani. Bana, last time tuliuliza eti kama raia wa Tanzania anaitwa Tanzanian, unadhani raia wa Kongo ataitwa nani? Ubao wangu ukasoma vizuri kabisa na ukagundua kwamba walipatia ama walikosea. Sasa mimi hapa niko tayari. Nikitazama kushoto kwangu kumeandikwa biology laboratory. Yaani hii ni maabara ya biology au vipi Humu ndani kuna watu wenda kwa wanafanya shughuli zao. Kuna mbanga fulani zinaendelea humu. Me I'm good to go. As I said, keep on watching Tumaini TV kila Jumamosi saa 3:30 za asubuhi mpaka saa 4:30 za asubuhi. Pindi ni moja tu, usidanganyike na wengine. Ni big school wanangu. Tuna chill, tuna pump up the volume, afu na keep on enjoying the good program. I'm good to go. You good to go. Bana, fresh niko zangu Mwenye Heri Anuarite Secondary School. Funguka ndo nimeanza nayo na naanza kwa stage hii hapa. Bana, mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Deogratis John. Kidato cha ngapi? Kidato cha 3. Bana, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Nathaniel Hilary. Kidato Cha kwanza. wewe? Wilfred Paul Mkoro. Wilfred Paul. Kidato cha ngapi? Cha 3. Bana, mimi nina swali hapa. Na Funguka ndo tumeanza nayo hivi, si ndivyo Bana, eti timu yetu ya Tanzania sisi ya mpira wa miguu wanaume inaitwa Taifa Stars, si ndivyo? Timu ya taifa ya mpira ya Zanzibar ya wanaume inaitwaje? Spam. Bana, timu yetu ya taifa Tanzania ya mpira wa miguu wanaume inaitwa Taifa Stars Wenyeji wetu, majirani zetu, ndugu zetu wa Zanzibari, timu yao inaitwaje ya wanaume ya mpira wa miguu inaitwaje? Basi mimi kama nabadilisha swali hivi, afu narudi upande wako. You good to go mzee? Bwana, shirika la afya duniani, si ndivyo laitwa WHO, si ndivyo hivi ndugu zetu wale ambao unakuta wamekimbia makazi kutoka nchi fulani kwa kukosa makazi kwa sababu ya vita, tunaita wakimbizi, si ndivyo Sasa shirika la wakimbizi duniani linaitwaje? Shirika la wakimbizi duniani linaitwa UNHCR. Bana, linaitwa UNHCR. Bana, hapa ni Funguka, niko zangu Mwenye Heri Anuarite Sekondari na humu nilikuwa zangu maabara ya biology Nikutana na ndugu zangu hapa kutoka kidato cha 3, mwingine kidato cha kwanza. Time yangu ya kwenda nje ni kama imefika hivi kwenda kuobserve kila ambacho kinafanyika humu ndani. Humu ndani bwana ndipo ambapo tunazalisha wakemia wakuu tunazalisha mafundi fulani hivi wa practical humu, specimen zote zinapatikana humu. Na sisi big school tukasema so mbaya tukishirikiana nao, tukitaka kufahamu tu kwamba kwani humu ni specimen tu na ni chemical tu kwani humu hawezi kujua shirika la wakimbizi duniani inaitwaje? Mwana ameua kabisa. Inaitwaje vile? Naitwa Deogratis John. Shirika letu linaitwaje la wakimbizi duniani? UNHCR. Bwana, shirika la wakimbizi duniani ndivyo linavyoitwa. Me I'm good to go. Kwenda sehemu nyingine ni kwamba tuko zetu Mwenye Heri Anuarite Secondary School, lakini hawa kila nikiwatazama huenda kama ni wanafunzi wa hapa lakini wametulia kabisa. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Kwa majina ya Calvin Tadei Matches. Ndugu yangu hapa unafanya nini kwanza? Tengeneza perfume. Unatengeneza perfume? Yes. Wewe nadhani tutakutana baadaye kwenye talent unionyeshe. Na hii perfume unaweza nikaitumia hapa leo? Ndio. Kujipulizia kupaka? Kujipulizia na kupaka pia. Mimi hapa leo baadaye nitakula unyunyu. Ndio. Sasa ndugu yangu, tukiachana masuala ya unyunyu, mimi na swali nataka unisaidie kidogo. Tanzania tumebarikiwa kuwa na viwanja vingi sana vya ndege, si ndivyo? Kila mkoa sasa hivi, takriban kila mkoa una kiwanja cha ndege. Mkoa wa Kilimanjaro kule, kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro kinaitwaje?
Air of Arusha. Bana, mimi niko tayari kutoka nje. Jamani, mambo. Poa. Unaitwa nani? Beltira. Kidato cha ngapi? Pliform 1. Wewe ushawahi kupanda ndege? Mhm. Wewe unajua kupanda ndege kabisa? Ndio. Kabisa. Na viwanja vya ndege unavijua? Vijui viwanja vya ndege? Ndio. Ha. Sasa wewe kama uvijui viwanja vya ndege, nataka unisaidie kitu kimoja. Hivi mwanafunzi wa boarding, si ndivyo? Na mwanafunzi wa bweni, si ndivyo? Wana tofauti? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu boarding ndio bweni. Bwana, kwamba wana tofauti. Me I'm good to go. Tuko tayari. Timu ya taifa ya mpira miguu wanaume kwa wachezaji wanaocheza ndani, ligi yetu ya ndani ambao haijumuishi wachezaji kutoka nje ya Tanzania, inaitwa Kilimanjaro Stars. Timu ya taifa ya mpira wa miguu ya wanaume ya Zanzibar, ya wachezaji wa ndani ya Zanzibar, inaitwaje? Bwana, Ronaldo mtu mbaya au? Rudia swali. Bwana, swali langu ni kwamba timu ya taifa ya wanaume ya mpira wa miguu Tanzania hapa kwetu, wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani, inaitwa Kilimanjaro Stars. Sasa ndugu zetu wa visiwani Zanzibar pale, timu ya taifa ya kwao ya wachezaji wa ndani, yani ligi yao ya pale pale ndani, inaitwaje? Bana baba hapo. Hapa ndo kuna Ronaldo mtu mbaya hapa. Ronaldo Watu wabaya wote. Ila ndio. Bana, nani hapa shaka kupanda? Hapa nani ashaka kupanda ndege hapa? Nani hapa? Sema mwana, inawezekana wewe mwana unaonekana kama ushaka kupanda ndege kwa sababu ya miwani. Bwana, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Guston Chua. Kidato cha ngapi? Cha 3. Ushaka kupanda ndege? Ndio. Sasa ndugu yangu, sisi hapa Tanzania tumebarikiwa kuwa na viwanja vingi sana vya ndege. Na kila mkoa una kiwanja cha ndege. Kwa sisi ambao sasa hatujawahi kupanda ndege sisi, yani mimi na mtazamaji wa Tumaini TV wa Big School. Hivi kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro kinaitwaje? Kia. Bwana, kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro kinaitwa Kia. kirefu chake sasa? Kilimanjaro International Airport. Bwana, hapa Ronaldo ni mtu mbaya, Messi mtu mbaya, Ronaldo mtu mbaya, Messi mtu mbaya. Bwana, hii hapa ni funguka ya Big School ndani ya Tumaini TV. Me I'm good to go. Tana mwanangu hapa. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Gevas. Unaitwa? Gevas Eriguli. Kidato cha ngapi? Sasa eti bwana, mimi nina swali. Nikisema chair kwa Kiswahili ni Kiti. kuna zao moja inaitwa bamia, unalijua? Hivi kwa Kiingereza inaitwaje? No, maniko zangu mwenye area Anuarita Sekondari na bado tuko tunazunguka kwenye funguka. Jamani. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Dorcas Philemon Mushi. Wewe? Hindu Mohamed Marigito. Wow, majina unayasikia vizuri ya wewe? Doreen George Bita. Hapa kuna mvaa miwani mmoja na wote na vitambulisho. Sasa mimi bwana ni moja kati ya muhanga sana anayependa kutumia vyakula asilia. Na kila nikipata chakula na kisha kwamba lazima nikutane na kitu kinaitwa bamia. Hivi ile bamia ile kwa Kiingereza tunahitaji? Octopus. Octus. Bwana, tunatazama kamera. Bamia kwa Kiingereza inaitwa Octus. Bwana, umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Bamia kwa Kiingereza inaitwaje? Octus. Kameramani wangu huyu hapa. Bamia kwa Kiingereza inaitwa Octus. Bana, niko zangu mwenye heli Anuarita Sekondari. Tunapanda upstairs na namna hizi hapa. Bado tunatafuta, hii hapa ni funguka, and of course tutafahamu vitu vingi sana kupitia Big School. Funguka Tumaini TV kila Jumamosi saa 3:30 za asubuhi mpaka saa 4:30 za asubuhi. Don't go nowhere. Kameramani wangu mimi huyu hapa, nimekutunuku wewe. Unaitwa nani? Junior Raymond. Kidato cha? Form 1.
Sasa ukisema form 1 kuna mwingine yuko nyumbani sasa hivi anatazama big school ni kama hajaelewa. Eti mtazamaji umeelewa form 1 ni nini? Kidato cha kwanza. Hapo sasa sisi Waswahili wote tumeelewa. Bana, kuna kitu nataka nikuulize. Sisi hapa bwana, wakati niko zangu najiunga na sekondari, babangu akanipeleka shule moja nikaenda kusoma boarding. Baadaye akanihamisha akanipeleka shule moja nikaenda kusoma bweni. Hivi katika hizi shule mbili zilizosoma, shule gani kwa naenda na kurudi nyumbani? Hamna ambapo kuna naenda kurudi. Sababu zote ni za aina moja. Boarding yani dormitory yani ni bwenini. Unaona? Yani boarding ni wale wanafunzi ambao wanaishi bwenini. Kwa hapo inakuwa ni kitu kimoja. Bana, jamani, mambo. Yaani hapa ndo mkubwa kuliko wote. Kabla imeandikwa Edgar's SS. Jina lako kamili? Edgar Silvanus Simeo. Sasa Edgar Silvanus bwana, mimi nataka unisaidie kidato cha ngapi? Cha kwanza. Kidato cha kwanza? Ndio. Waziri gani unamfahamu hapa Tanzania? Kassim Majaliwa. Kassim Majaliwa waziri wa nini? Waziri mkuu. Eti unaipenda afya yako? Ndio. Ukijisikia mwili unauma oga unafanyaje? Eti waziri wetu wa afya Tanzania anaitwa nani? Fanya hivi kwanza ni alafu tutazame kamera pale mbele. Eti waziri wa afya anaitwa nani? Doris Mwachiba. Tazama kamera kwa makini, anaitwa Doris Mwachiba. Bana, noma sana. Ubao wangu wafunguka mwishoni na kuonesha majibu sahihi kwamba waziri wa afya anaitwa kama ambavyo yeye amemsema. Timu ya taifa Tanzania ya upande wa Zanzibar visiwani inaitwa ambavyo wao wamesema. Bamia inaitwa vile ambavyo wametuambia. Shirika la afya duniani ndivyo ambavyo kama yeye amelitamka. Of course I'm good to go. And I'm sure huko kuna watu kabisa yani, na kila mtu yuko tayari kabisa yani. Everybody is ready. I mean I'm ready. Yeah. Bwana, hapa ni mwenye area Anuarite Secondary. And everybody is ready. Jamani, bwana, siri ya kuvaa vitambulisho ni ili watambulike kwenye jamii. Kwa hiyo mimi ni mtengu hapa. Sina kitambulisho. Kwa hiyo mimi hapa nitakuwa nivalishwe nini sasa mimi nitambulike kwenye jamii ya mwenye area Anuarite Secondary? Kitambulisho. Kwa hiyo mimi nataka mimi nijiunge hapa na kidato cha kwanza. Sasa bwana, mimi na swali nataka niulize. Nani kidato cha tatu hapa? Nyinyi kidato cha ngapi? Cha kwanza. Kidato cha kwanza. Eti swali langu ni kwamba nani mkazi wa Tanga hapa? Nani mkazi wa Katavi? Bwana, mambo? Poa. Unaitwa nani? Mori. Kidato cha Kwanza. Eti unaweza kunitajia bandari 3 ambazo zinapatikana Tanzania? Hakuna bandari. Bwana, waziri wa uwekezaji na uchukuzi kwamba Hakuna bandari. no. Bwana, hapa Tanzania sisi hatuna bandari. Hatuna nini sisi hapa Tanzania? Hatuna bandari. Sisi Tanzania ni hatuna bandari. Tanzania yetu ni kwamba hatuna bandari au vipi Kulingana na maelezo ya mwanafunzi wa shule ya sekondari ya mwenye area Anuarite. Bwana, mimi naitwa Dafoka Zasaid. Kila Jumamosi ni saa 3:30 za asubuhi mpaka saa 4:30. Shout out kwa tuko My Bay. Duka liko mawasiliano pale, simu 200689 211 130. Nenda pale ikajipatia t-shirts kali, jeans kali and everything zinapatikana pale. Good to go. Sasa hawa mimi najua namaliza hili swali. Bwana, mimi najua mnamaliza hili swali. Bwana, mambo? Mko poa? Nyinyi kidato cha ngapi? Cha kwanza. Mbona ukutana form 1 tu? Form 4 kwa wapi? Wanapiga makuli bwana, mimi nina swali kidogo. Bamia kwa Kiingereza inaitwaje? Okra. Bwana, nakupa nafasi nyingine kwenye kamera. Bamia kwa Kiingereza inaitwa Okra. Bwana, hawa ni form 1 Hawa ni form 1. Sasa mimi hapa nimeamua nikutunuku mshikaji wangu. Mambo vipi? Poa. Tuna Karim Isaac. mzee wangu, nikikutazama unaonekana kama ni mtu ambaye baadaye ana ndoto ya kuwa kiongozi hapa shule, si ndio? Ndio. Kama nikupata nafasi gani?
President. Sasa katika president, yani president akishachaguliwa pale lazima atapanga baraza la mawaziri, si ndivyo? Kama ambavyo sisi Mama Samia Suluhu Hassan akapanga baraza lake la mawaziri, si ndivyo? Waziri wa afya Tanzania anaitwa nani? Dr. Doris Gwajima. Bana, hapa niko zangu mwenye area Anuarite Sekondari. Shule hii ni wavulana na wasichana, yani jinsia zote mbili unazikuta hapa. Wale ambao wako kama mimi unawakuta hapa, na wale ambao hapo kama mimi unawakuta. Kwa hiyo hawa tutashirikiana kwenda kwa form 4, si ndivyo? Kwa form 4 ni wapi? Bana, mimi nimepata wenyeji wa kunipeleka kwa form 4. Ndio tunaenda sasa. Wako wapi? Kwa katika kuzunguka kwangu kote, tusogee hivi. Katika kuzunguka kwangu kote bana, nikasija kukutana na form 4, nikanasema hawa nawapata wapi? Sasa nimekutana na nyinyi hapo. Unaitwa nani? Naitwa Karinayo. Kidato cha? Kidato cha 4 science. Mara nyingine wewe? Naitwa Beatrice Kandio, kidato cha 4 science A. Bana, mimi naitwa Dafoka, ni mtangazaji kutokea Tumaini TV na niko zangu mwenye area Anuarite Big School. Tupo kwa hewa sasa hivi. Unajua nitasema kidato cha ngapi? Bwana, mimi nina swali hapa. Na hili swali naamini wewe unaweza ukanisaidia. Kuna theory nyingi sana ambazo zipo. Kuna Darwin theory, si ndivyo? Kuna Swift theory ya nini? Hivi kuna theory moja inaitwa Lamarckism theory. Unaifahamu? Ndio naifahamu. Hivi ile theory inasemaje? Inasema kuna disuse and use of organ na kuna inheritance of acquired characters. Ambapo kuna use and disuse of organ inasema kuwa when ukitumia kiungo kinakuwa imara na usipotumia kiungo kinakuwa weak. Na ukienda kuna inherited of acquired character inasema kuwa characters ambazo kiumbe anaweza kazi acquire kwenye mazingira anaweza akalizisha watoto wake. Like mfano kama giraffe ali adapt the environment. Tulia hapo. When an organ is used it becomes strong and not used it become weak and can what? Disappear. Sasa mimi nataka tujue ni kiungo gani kisipotumika hicho kina disappear. Imesemekana kwamba kitu ambacho hakitumiki mara nyingi huwa kina disappear. Kwa mfano, kwa sisi binadamu inasemekana kwamba tulikuwa tuna mikia, ila kwa kuwa hatuzitumii ndio maana zimedisappear. Wewe tulikuwa na nini? Mikia. Wewe kabisa? Yeah. Wewe Kwa kuwa haitumiki ndio maana haipo kabisa. Yaani imesha disappear. Wewe ngoja kwanza, tulikuwa na nini? Mikia. Halo. Jamani haya mambo haya. Kabisa. Kabisa. Kumbe kamba hiyo. Sasa bwana, moja kati ya mechanism ya use and disuse ama acquired character ni kwamba due to the scarcity of food, si ndivyo? Giraffe wakaamua ku stretch their neck purposely to search for what? For food. What happened kwa bata? Bata inasemekana kwamba they were searching for what? The use of their, we can see their legs, they are different, yeah. So due to the how they walk, it's developed this, that's kind of how their legs are, yeah. That's all. Bana, when an organ is used it becomes strong and not used it becomes weak and can disappear. And I'm telling you, if you are not watching Tumaini TV Big School kila Jumamosi, I'm sure channel yako ita disappear. Na ukiitazama I'm sure hata usipolipia itaendelea kuonekana. Bana, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Brighton Estendi Kisanga. Kidato cha pili. Bwana Brighton, huyu mwanao unaitwa huyu mwana sio kutana. Ngoja kwanza nimalizane na Brighton. Bwana Brighton, eti unaweza kunitajia bandari kuu 3 ambazo zinapatikana Tanzania? Mimi sijui kwa majina. Bana, tuko zetu mwenye heri Anuarite Sekondari na bado tupo kwenye funguka mwishoni kabisa tukiwa tunaenda kumalizia. Nikitazama nyuma kule kuna umati kadamnasi ya wanafunzi kutokea hapa mwenye heri Anuarite Sekondari. Ukurasa wangu wa Instagram ni official_DAFOCA Dafoka. Kila Jumamosi ni 3:30 za asubuhi mpaka 4:30 za asubuhi kupitia Tumaini TV. Hii hapa ndo Big School. Tuna keep on enjoying kipindi kikali namba 1 kwa wanafunzi Tanzania. Tukienda zetu pale kwenye uso kwa uso, baadaye mengi sana yatawaka pale. Me I'm good to go. You good to go, cameraman? Yeah, me I'm good to go. And everybody is ready.
kama kawa nimekutana na mwanafunzi mwenye heri anualite. Unaitwa nani wewe? Kwa majina naitwa Derrick Andrew. Kidato cha 4. Bwana Derrick. Eti kuna aina ngapi za election? Kuna kama aina 2 za election. Kwanza kuna ile ambayo yani kiongozi anakuwa wanamselect, na kuna ile ambayo kiongozi anakuwa ana appoint. Kwenye kuselect mara nyingi waga tunafanya sisi yani raia kama raia, afu appoint mara nyingi inakuwa inafanyika bungeni. Mfano wa viongozi ambao waga wana select ni wale kama wabunge, madiwani, manani, lakini wale viongozi ambao wana appoint ni kama mawaziri, waziri mkuu, vitu kama hivyo. Kwa hapa sasa sisi tuseme types of election ni ngapi? 2 types. Ambayo ya kwanza kuna appointment election na selection election. Bana, hizo ndo types za election. Bana, hizo ndo types za election. Hizo ndo types of election. Bana, mimi naitwa Dafoka, hapa ni Tumaini TV Big School. Wanangu, Jumamosi saa 3:30 mpaka saa 4:30 tana mwanangu hapo. Inakuaje? Poa mwanangu. Mzima mzee? Mzima. Unaitwa nani? Allen Robert Christopher. Tanzania kuna aina ngapi za uchaguzi Tanzania? Uchaguzi uko aina 2. Ningependa kuongea kwa Kiingereza. Kuna Okay. What are the types of election? Kuna general election na by election. Hapo you come to my point. Bana, by election ni uchaguzi ambao hufanyika endapo kiongozi amefariki, si ndivyo? Amejiuzuru ama imetokea kitu chochote ambacho kimemfanya ashindwe kuendelea na uongozi wake, si ndivyo? Sasa hii by election ambayo tuko nayo sisi na inafanyika Tanzania, si ndivyo? Ilishawahi kufanyika mwaka gani na eneo gani? Kwa mwaka sijafahamu, ila ilitokea kwenye sekta ya kaza mukadha, ila sijafahamu kwa tarehe na mwaka. Basi tumtaje mbunge ambaye alipita kupitia by election. Sifahamu. Bwana, hiyo ndo by election. Mimi namalizana na wanangu hapa, tunaenda kwenye kuloweka magodoro, tunaamsha popo, shughuli zinaendelea. Nimeambiwa zangu mwenye heri anuarite hapa, kuna watu wanaimba kinoma, kuna watu wanacheza kinoma, kuna talent za kila aina. And of course, I'm a final judge, na jukumu langu mimi ni kuona namna gani ambavyo kila mwanafunzi anaonesha kila ambacho ako nacho. Hii hapa ndo sehemu na fasaha, sehemu husika wewe kuonesha kila ambacho unacho. Shout out to cameraman wangu Ndomba. Me I'm good to go, yo man. Bana, tuko zetu mwenye heri anuarite hapa, tuko zetu mwenye heri anuarite. Mimi nimefurahi kuona. Mimi pia. Mimi pia. Hebu tuitazame kamera afu waambie watazamaji kwamba Nimefurahi kukuwaona nyote. Bana, huyu kafurahi kutuona na sisi tumefurahi kumuona pia. Sasa unaitwa nani? Naitwa Asna Mohamed. Kidato cha 4. Eti sisi hapa Tanzania tumejaliwa kuwa na bandari. Ndio. Unaweza kunitajia bandari 3 ambazo zinapatikana Tanzania? Ya Dar es Salaam. Ya Posta. Bandari ya Posta. Ya pili Kigamboni. Bandari ya Kigamboni. Ya 3 Ngine nimesahau. Bana, hizo ndizo bandari 3 ambazo zinapatikana Tanzania. Ya Posta, ya Kigamboni. Are you sure kwamba mimi nimesema bandari zinazopatikana Tanzania? Twende kazi. Kuna Dar es Salaam, Tanga na Mtwara. Bana, tuitazame kamera afu turudie tena. Dar es Salaam, Mtwara na Tanga. Bana, muamuzi si mimi. Muamuzi ni kupitia ubao wangu. Ubao wa maamuzi unaosoma kupitia segment ya mwisho kabisa ya Funguka pale. Utaweza kuona kwamba sisi Tanzania bandari ambazo yeye ametaja ni kweli zipo pale Tanzania ama ziko Burundi labda. Huwezi jua. Hakuna namna. Nimejaribu kuuliza, nabidi nimalizane na watu wa nje. I go by the name Dafoka. I'm happy to see you. Me too. And it is my first time to see you. Yeah.
Okay, I just want to ask you something. What is by-election? By-election is a type of election which is conducted when the circumstances maybe maybe a leader dies, or a leader resign, or a leader finishes period of ruling. Yeah, that is what I know. And how many types of election do we have in Tanzania? I think I don't remember. Can you guess? Free and fair election. Free and fair election. Pointed election. Appointed election. By election. And by election. That's the types of election that we have in our country, Tanzania. That's not according to me. According to Anita, a student from Mwenyeheri Anuarite Secondary School. I go by the name Dafoka, official TV host of Big School Show every Saturday saa 3:30 za asubuhi mpaka saa 4:30 za asubuhi. Thanks for watching. Tumemalizana na funguka kwa staili hapo. Tazama ubao wangu wa matokeo unasoma vipi? Kila ambacho mwanafunzi kutokea hapa Mwenyeheri Anuarite Secondary amepatia kujibu ama ni amekosea. No more time to waste, kwa sababu ni time ya kwenda kuobserve talent ambazo ziko hapa. Hiki ndo kipengele ama muda ambao mimi huwa naupenda mno. Kutazama namna ambavyo watu wananyumbulika au vipi? Kutazama namna ambavyo watu wanacheza. Sauti zinatoka. Stand up comedy pia watu wanafanya. Na hapa ndo sehemu sahihi ya wewe kuobserve namna ambavyo wao wanafanya. Bwana, I got no more to say. You keep on watching Tumaini TV kila Jumamosi saa 3:30 za asubuhi mpaka saa 4:30 za asubuhi. Ukurasa wangu ni official_Dafoka. I'm good to go kwenye uso kwa uso. Baada ya hapo tunaenda zetu kwenye darasa huru, afu kituo kinachofuata. Thanks for watching. Funguka mzee wangu. Ni tam tam kama pinki na kuita switi arote rote funde kwenye kwichi kwichi shepo vipi kama lote viche cheni shadiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa siti wendo dereva so kukocho kabisa siwezi. Hadithi kunja hadithi njoo utamu kolea mwenzenu hupa niko kwa roho imeninokea vishanshuda poleyo naloambea mtaja kubwa makwashako kwa kutuongea tena mikwake ndo dakitari na mpatipa halali kwanaitaga sukari alamba na jana nilifunga nkasali nikamuomba jalali tuepushe madhohari ya wanadamu. Yesi simizi na migegedu tunagegeduana nilivyo sina jisi tajiri wa mbegu na mwonga na mwana baba mdenge mama msalamu unolake la kurithi kafunga tenge mwali chakaramu shetani mwana ibilisi
zipu uchungu mwana nyuma umejaza kishundundu babu mkuna nazi achota makishinani na msuli wake uko wazi mambo yote hadharani ogogogogo mtoto anadaka ulikipa nonyelea wabeta tena kikata naikisa baby acha mchezaga unavyo baby unavyo yoga leo unyeshe na kama mzuka umepanda twende mpaka chini eti nani sijamtaja cheze na mimi twende changamkeni 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 hapo kati changamkeni 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 na kulia changamkeni 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 kushoto changamkeni 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 mama twende nache 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 nacheza Diblo one touch. nasema ai mama ai mama ai mama ai mama ai twende mama andabese twende Bana tuko zetu shule ya sekondari ya Mwenye Heri Anuarite hapa Dar es Salaam Tanzania. As I say, mimi naitwa DAFOCA official kiweka _ that's my real name, na hilo ndilo jina ambalo unaweza ukanipata kwenye Instagram account. Bana nilikuwa nikikutazama na kuona ni mfupi. Njoo. Nilikuwa nikikutazama na kuona ni mfupi lakini shughuli nzito. Mdogo wangu kwanza kama isimame huko. Yaani wakati niko pale natazama, jua mimi ni mtoto wa Mbagala Nimekulia Mbagala, Uswahilini, Singeli ni sehemu yetu. Kwa wakati ninacheza nikawa nasubiria mpira kwenye Singeli. Commentation yangu ni kwamba nyinyi Singeli katika 100 ile mimi nawapa 80. Kuna vitu vidogo tu sijaviona kwenye Singeli. Wakati unamkataa mwenzio vile, nionyeshe kwanza unamkataje mwishoni kwa. Unaona? Mdogo wangu wakati mnafanya mazoezi ni staili gani ilionekana kuwa ngumu sana kwenu? Kwenye Singeli? Nyimbo yoyote ile. Hamna. Mmefanya mazoezi kwa muda gani? Yaani mmepewa taarifa kwamba bwana kuna jamaa wanakuja hapa na wanambisha big school. Mlifanya mazoezi for how long? Tunafanyaga mazoezi kila Alhamisi kwenye clubs. Aha. Kumbe hapa kila Alhamisi ni kuruka majoka. Bana kwa mtu amekataa kule bana. Sio kuruka majoka, yani kila Alhamisi bwana hapa tunakuza na kulea vipaji, si ndivyo kupitia clubs ambazo zinapatikana hapa shuleni. Sasa kuna watu wawili mpaka mimi nimuulize madam, hawa ni ndugu wale waliokuwa nyuma wawili, njooni hapa. Bana nyinyi mmekutana kwa muda gani mpaka mnafanya mna uwezo wa kucheza kwa pamoja? Nadhani miaka 2. Wewe toka umejoin Mwenye Heri Anuarite, muziki imekuwa ni sehemu ya maisha yako. Ndoto yako ni ipi sasa? Tukiachana tuna kwamba leo unacheza hapa, unaonesha kile ambacho unacho. Baadaye sasa tukisha toka zetu Mwenye Heri Anuarite sekondari, life inakuwa vipi kwenye swala zima la kipaji? Mimi napenda kuwa dance. Kwa nitegemee kukuona baadaye tunakutana kule Mwenge kwenye dance class za kutosha. Bana, wewe unaitwa nani? Christina. Bwana, cheka na kunitazama vizuri. Unaitwa nani? Christina. Kidato cha ngapi? Cha 4. Bwana wewe na mimi hapa mnene nani hapa tukitazamana? Mimi na yeye mnene. Mimi hapa. Wanikataa, njoo hapa. Kamera ndio inaamua. Mimi na yeye mnene wewe? Mimi hapa. Kabisa. Mimi hapa. Dogo wangu nikikutazama ulikuwa unaenjoy sana wakati tunacheza nyimbo ya Kamata. Katika nyimbo zote Kamata ndio ulikuwa unaenjoy. Kwa nini? Kwa sababu nampenda Diamond. Wewe ni die hard fan wa Diamond. Unitajie ngoma 3 za Diamond ambazo wewe ukizisikia kwenye radio station yoyote ile unakuwa kichaa kwa muda. Kuna hiyo Kamata pia na Naanzaje au vipi? Kwa tutegemee nini sasa baada ya kumaliza shule kuhusu swala zima la kipaji? Mimi hapa nataka kuwa professional dancer.
Bana, wewe unataka kuwa kama professional dancer na this time around Angel Nyigo amekuwa nominated kwenye tuzo za Afrima, si ndivyo? Kwa hiyo dream yako ni siku moja tunakuona unakuwa nominated kwenye tuzo za Afrima. Give me 5. Thanks for your time. Mama, nikikutazama umbo lako njoo. Umeshiba kweli. Lakini kila ambacho ulikuwa unanipa hapa jukwaani ni kitu fulani tofauti. Unaitwa nani? Mauli. Kidato cha ngapi? Njoo hapa mama jukwaani. Hapa ndo kwenye msema kweli hapa. Kidato cha 3. Una muda gani toka umeanza kufanya zoezi zima la kucheza, yani wakati hapa ndani ya Mwenye Heri Anuarite Sekondari? Mwaka mmoja. Sasa wakati umeingia hapa, siku ya kwanza kabisa umekutana na wenzio, unaenda kufanya mazoezi for the first time, nini kilikupa tabu sana? Kuna step ambazo nilikuwa Swali hili nakudondoshia wewe. Mwalimu wenu wa mazoezi, hizi mbanga zote mnazozifanya ni nani hapa? Madam? Maria Kanju. Ndio yule alikuwa anaangusha singeli hapa? Sema ile madam anawapa vibe mkiwa location ya. Si ndivyo? Kwa hapa nyinyi ndio mmemaliza hivi au mnarudi tena? Mmemaliza? Bana njooni. Bana, hawa ndo wale ambao wametupa burudani ya ngoma 3. Baikoko ya Diamond featuring Mbosso. Ni Mbosso featuring Diamond. Ya pili ni Kamata Chibu peke yake akaua. Ya 3 ikawa ni Zuchu Singeli Nyumba Ndogo. Hawa ni wanafunzi kutokea Mwenye Heri Anuarite Secondary School hapa Dar es Salaam, Tanzania. This is big school na bado tupo kwenye uso kwa uso, tuna observe talents na nimeambiwa hapa leo ni mpaka ardhi tachimbika. And in case you didn't know, let me let you know kwamba mchongo ndo kwanza umeanza. Tumeanza na hawa hapa. You good to go? Me, I'm good to go. Bana, thanks for your time nashukuru. Sasa hivi ni kama ni wapate wengine. Wako wapi wale? Big School tuko hapa, tunakupa updates ya kila ambacho kinatokea hapa kupitia uso kwa uso. Kwenye Instagram nafahamika kama official_udafoka, ya DAFOCA. Ukidondosha comment yako pale, ukinicheck DM, mchongo unakuwa ni fresh zaidi. Shout out kwa Atukomai Bay. Ni duka linapatikana simu 2000 mawasiliano. Ukienda pale utapata raba, jeans, t-shirt na cap za kutosha kali kama hizi. Ukidondoka pale unajipatia mzigo wako. Bei ni kama ambavyo tunasema Atukomai. So wapigia wana kupitia 0689 211 130. Bwana mwanangu, mzee wangu njogo. Yaani mzee wangu anasema mkulima bila jembe hajaitwa mkulima. Baba ukaamua kutoa kabisa ukasema mimi najila. Baba unaitwa nani? Ahmed. Kidato cha ngapi? Cha 2. Sasa Maalim Ahmed, si ndivyo Ndio. Wewe bana unaenda kutuonesha nini hapa? Break dance. Bana, break dance naojua mimi hii. Zaki na bwana Gucci hizi. Ndio. Ofsa ni wewe ni nani? Kwa mimi. Bana, hakuna namna, mkono mtupu ni kama ulambwi. Mshikaji wangu wa nguvu Hemedi yuko tayari kutuonesha break dance. And I'm sure uko tayari. Usiache remote, cha msingi pump up the volume kwa sababu bado tuna enjoy pindi kali. Mzee wangu you good to go? Bwana Mr DJ. Baba leo kazi unayo. Ndugu yetu Hemedi
ametuaminisha kwamba unaweza ukavibrate pasipo kupigwa na shoti. Yani, you don't need kupigwa na shoti, wewe una vibrate tu na beat kali au vipi Thanks so much for your time mzee wangu Emedi. Nadhani hii inaitwa don't try at home kwa sababu ukijaribu kuvibrate vile umekwenda na maji. Utaamini. Bwana mwingine nani hapa anafuata? Bwana watu wangu wa kucheza mmemaliza? Wako wapi? I'm going under it this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you number the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I left my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to have, somebody to hold, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes, but it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be safe in your song till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Wanaofuata John watoka Somalia na Dongoro. Tunatoka watoka hapa Dongoro hawa wanatoka hapo kule. Watu wa siri ya decoration. And my heart was so worried when troubles come, and my heart's burden me, when I am still and walking in the silence, till you come and lay the while with me. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shore.
raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to all that I can be. We are here to show the classification of living things. First, the meaning of classification. Classification, it means that you classify or you group living things into basing on their similarities and difference. My fellow will start to classify these. Here, all are the kingdoms and Malia. This is called rats, is in Kingdom Animalia, and phylum of Chordata, and it is Mammalia. This is type of fish called tilapia, and is in Kingdom Animalia, phylum of Chordata, and it has class of Pisces. This is called a rat. Frog is in Kingdom Animalia, the phylum of Chordata, and it is in class of Amphibia. This is a bird, is in Kingdom Animalia, and is in phylum of Chordata, the classes of Eves. This one, it's a club. It's a club. It is in Kingdom Animalia. Its phylum, it is Arthropoda. Ndugu watazamaji, kwa mara nyingine tena tuko kwenye kipindi cha Big School, na leo tuna shule moja kali inaita Anwarite Secondary School, au ni high school? Piga makofi kwa ajili yenu. Asante sana. Mtu mmoja anasema, is not the will to succeed that counts, but is the will to prepare to succeed. Sio swala la kusema bwana mimi nitafanikiwa. Hapana, ni swala ya kujitayarisha ili ufanikiwe. That is my calling. Kama hujitayarishi na unaota ndoto za kufanikiwa, hakuna kufanikiwa, unatuambia tu ni maneno. Kwa hiyo wanaoweza kufanikiwa sio watu wanaofanikiwa ni wachache, kwa sababu wengi wanataka kufanikiwa. Ni kweli wana ndoto, ni kweli wana akili, ni kweli wana elimu, ni kweli wana ujuzi, lakini huwa wanakosa sifa kadhaa. One, huwa hawana malengo. Hawana lengo lote kabisa. Pili, hawana kitu kinaitwa the burning desire, yani hitaji linalowaka moto la kutaka kufanikisha kitu ambacho ameamua kufanikisha. Anasema tu. La tatu, hawana determination. They are not determined. They are not committed. Hajitoi. Hapa sasa hivi kwa mwalimu akiwaambia bwana jamani chai inachelewa, wanaanza kulalamika hata darasani hawaendi. Yaani chai imechelewa hawaendi. They are not serious. They are not serious. Kwa ukitaka kufanikiwa lazima uwe committed. Hebu jaribu kuchukua picha kwamba baada ya miaka kadhaa wewe unataka familia iweje. That must be something to pull you to your goal. Mnapiga makofi mpenda. Mnasema tia. Nilipokuwa kijana sikuelezwa ili nifanikiwe nifanyeje. Nilimwambia mwanangu soma tu. That was not enough. That was not enough. That was not enough kwa sababu mawazo bado yalikuwa ni ya kimaskini. Mawazo ya kusema mimi siwezi, mimi bwana nimetoka kwenye ukoo maskini, mimi bwana hapana. Leo nimejua
kwamba mafanikio, success is something you are attracted by the person you become. The better you become, the success will come to you. You don't call it, comes to you because you have the quality. Kwa hiyo ili muweze kufanikiwa, ili mupate division 1, ili muende chuo kikuu, na huko chuo kikuu muwe na muonekane watoto mliolelewa vizuri, mliosoma vizuri, ni tabia zenu. When you are telling us you want to succeed, tell us exactly how bad do you want to succeed. Tell us. And do what you need to do. Sio swala la kusema. Watu wengi wanasema, wewe waangalia, watu wengi wanasema they would like to be millionaires, they would like to have good life. They can't get it. They will never. They don't have the qualities. We don't like you to fall in the same pit. We don't like. That's why we wanted to come with the big school so that we can tell you the facts about life. Wewe unayo kazi, umepewa nafasi ya kusoma kwa bidii, soma. Acha vitu vingine. Havikusaidii. Hebu jaribu kuwa na akili kuliko watu wengine ambao wamekumbwa na dunia inawabeba. Wewe unakubalije kubebeka? Wewe hauna thamani? Thamani unayo. Lazima evaluate relationship na watu. Kama ukiamua kutokubadilika, maana utapata matokeo yale yale uliokuwa unapata nyuma. Si ndio maana? Kama ulizoea kupata F utapata hiyo, sijabadilika utapata hiyo hiyo. Kama kuchekwa utaendelea kuchekwa vile vile. Kama ni aibu utaendelea kuibeba yote hivyo hivyo. Mpaka utakapojifunza kwenye vile vitendo vinavyokukabili. Utakapoona sasa kwamba sasa unajipenda, sio mtu wa kutukanwa, sio mtu wa kuchekwa, sio mtu wa kungongwa, unasema hapana, mimi ni mtu tofauti. Hapo ndio unaanza kubadilika sasa, unasema hapana, haiwezekani. Lazima mimi nipate division 1 safari hii. Sina mchezo tena. Kwa ili uweze kufanya vizuri katika maisha yako haya, fuata kanuni za shule, soma kwa bidii, tafuta marafiki, the right friends, wale ambao wanaota ndoto kama wewe. Ukisema unataka kuwa pilot, na yeye anasema kuwa nataka kuwa engineer. Mimi nataka kuwa daktari, mtaalamu wa ubongo, yeye anasema mwanangu nataka kwenda mwezini. Those are the guys. Mkilala boarding, unasinzia sana, umezubaa, anakuambia twende bwana, wala hukasiriki kwa sababu unajua anakuamsha kwa sababu ya lengo lenu mlilonalo. Kwa hiyo try to brand your school. Lakini the most important not to brand your school, to brand your life. Try to create the good future of yours. All of you have families. It's on a matter of time. If you become a sister, ukiwa sister, wote ni watoto wako. Ukiwa padri, wote ni watoto wako. Lakini pia utakuwa kama hautakuwa kwenye makundi hayo mawili, utakuwa na individual life, individual family. Create them. Come on, do something now. This is the best time. You never get the time. Hey, ndugu watazamaji, naona wanafunzi wamechangamka sana. Ngoja niachie hapa saa hizi, alafu niwaulize maswali. Wananiambia wana maswali mazuri. Sasa ndugu mtazamaji, hebu sikiliza maswali yao. Sasa mimi nasema hivi, ndugu mtazamaji, kabla sijamaliza, nataka kuwapa nafasi ya kuuliza maswali. Sasa mwenye swali kuhusu niliongea, kama ameelewa au anataka kusema kitu kuhusu nilioeleza, naomba aje hapa mbele, ajitambulishe, alafu aulize swali. Karibu sana. Wasichana wanaangalia, wanatangulia kama mara nyingi. Njoo wasichana. Wasichana, uliza swali lolote. Kwa majina naitwa Aidan Kamgisha Shamte. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4 science. Nilikuwa na swali moja. Swali langu ni, at school here, how do we gain the ability to live or to work and keep studying under pressure? Ndugu mtazamaji anauliza swali, tutaweza kupataje uwezo ili tuweze kusoma vizuri katika mazingira tulionayo? Kinachokupa ability ni ile tamaa kwanza. Wewe una tamaa gani? Yaani hiyo ndio ni nguvu. Nitoe mfano rahisi. Mfano rahisi. Tukiwa na kilema hapa. Alafu tukaambiwa simba huyo. Kilema anaweza katoka pale karuka mpaka pale. Uongo kweli? Uongo kweli? Atafanya hivyo kwa sababu ya kujiokoa. Hata wewe pata uwezo wa kujiokoa
au kuokoa maisha yako ya baadaye ndio kitu ambacho kitakupa tamaa ya kufanya vizuri. That is where you get the strength. Swali la pili. Kwa majina naitwa Dominic Anselm Hamaro. Swali langu lilikuwa ni kwamba mtatusaidiaje wanafunzi ili kuweza kuondoa hofu au negative attitude? Kwa mfano, wanafunzi wengi tumejijengea kwamba mathematics is hard. Yani among the ways ambazo zitatusaidia sisi kulichukulia somo kwamba ni rahisi na sio gumu ili tuweze kufanikiwa. Asante. Nakumbuka sana nukuu ya Will Smith nchini Marekani, anasema, anamwambia mwanae kwamba mwanangu, kama una ndoto ishikilie. Watu watakwambia hawawezi huwezi wewe kwa sababu wao hawawezi. Sio kama mnaelewa kidogo hapo? Kwamba kama wewe una ndoto unataka kuchukua hesabu kali, alafu kuna mtu anakuambia huwezi. Kumbuka anakuambia hivyo kwa sababu yeye hawezi, sio kwa sababu wewe huwezi. Uongo kweli? Amini kwamba wewe unaweza, jipime wewe. Kwa hiyo encouragement ya kukupa ni uangalia wewe unachoweza, nasema naweza, usimsikilize mtu, afadhali usikize mwalimu. My name is Anastasia James Mbunda. I'm from Monyeri Anwarite Secondary School, and my question is this. At school, we have variety of things to do. We have many things to do, but according to the time, we cannot calculate our time to do those things. For my question hints on that, how can we calculate our times and the time being in school in doing our things? Swala sio kwamba wewe uko overloaded. Swala ni kwamba wewe huna discipline ya muda. Kumbuka wewe sio wa kwanza kwa kuingia shuleni, sio wa kwanza. Mimi nisoma 77. Nifaulu kutoka kijijini nikaja Malangali nikaja Minaki. Wewe sio wa kwanza. Kitu ambacho kitakufanya wewe ufanikiwe vizuri ni kwamba muda unao, na muda huwa haupatikani, unatafutwa. Kukiwa na jambo muhimu, muda unakuwa created. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hiyo maana yake katika utaratibu wa shule, nina imani utaratibu ni wa kukubeba, sio wa kufanya ukafeli. Yani haiwezekani kwamba kuwe na utaratibu wa kufanya ufeli, lakini utafeli kama wewe hauna utaratibu wa maisha ya shule. Naitwa Nazet Mwansasu kutoka kidato cha 3A shule Monyeri Anwarite. Swali langu ni kuwa jinsi gani sisi wanafunzi tunaweza kupambana na interpersonal conflict au ile ugomvi wa mtu mwenyewe yeye na nafsi yake. Sasa ni juu yako wewe kupambana na sauti negative. Sio tu katika shule, hata katika maisha. Utakutana na starehe, utakuwa na smartphone ya nguvu ya kununua kubwa yenye fedha nyingi, uliotumia fedha nyingi, utatumia tu kulike, kufollow the other people. Kwa lazima ufike mahali uwe na maamuzi, personal mastery. Personal mastery. Yani ujisimamie, ujiongoze, ujizuie, yani ujitengeneze mwenyewe. Asante sana kwa maswali yenu mazuri. Na imani graduation ya mwaka kesho form 4 mliopo hapa mtafanya vizuri, mtatoka na flying colors. Sawa? Asante sana. Kwa majina naitwa Anet Peter Msuya, nipo kidato cha kwanza katika shule ya Monyeri Anwarite Secondary School. Kituo kinachofuata ningependa kuwa mwanasheria. My name is Christina Arento. I'm a Form 4 student. And my next stop is that I want to be an official dancer. I'm Gisha Shamte. I'm a student in Form 4A Science, and my next stop is being a radiotherapy engineer. But as soon as I finish Form 4, I'm going to be a designer, and I'm going to start my own company, which is Shamte Company Limited. Thanks so much for watching Tumaini TV. Kila Jumamosi saa 3:30 za asubuhi mpaka saa 4:30.